naona bwana halijakamilika, sidhani kama nianza kazi. Mkurugenzi fedha imekuja hapa ni milioni 4 na milioni 3. Na anasema na hiyo mleweka milioni 4. Lakini bora bado haijakamilika. Hebu mkurugenzi ndio anambia mpango kukamilisha hiyo kwa bwana koje. Hatuwezi kuwa na kundi kubwa la watoto hapa. Alafu wanaangalia mahali pa kula. Ili jengo litakuwa kwa unajua likamilike sambamba na tutakuwa kwa shule. Mkurugenzi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, halmashauri yetu ya wilaya ya Wanging'ombe inaendelea kutenga fedha kwa ajili ya kukamilisha hili bwawa, na kwa bajeti iliyopo ili kukamilisha miundombinu yote tunahitaji shilingi milioni 750, na ndani ya miezi miwili ijayo tutakamilisha kwa kutumia mapato ya ndani ili bwawa la wanafunzi ili waweze kuwa na sehemu salama kwa ajili ya chakula. Lakini kwa sasa tumejenga temporary ambapo tunatumia kwa ajili ya chakula wanafunzi. Lakini pia katika kuhakikisha kwamba tunaondoa utumiaji wa kuni, pia tunao mpango wa kuhakikisha kwamba tumeanza mazungumzo ambapo tutajenga miundombinu ya gesi. Tumeongea na Taifa Gesi pamoja na TANESCO ambao wametuahidi pia kujenga umeme poa ambao utasaidia kwa ajili ya miundombinu ya kupikia ili tuendelee kuhamasisha kuto kutumia kuni. Asante sana. Matamanio ya wananchi kuona miundombinu hii inafanyika. Na meeleza mtatumia pesa ya ndani kukamilisha kwa sababu mgao wa serikali umeshakamilika. Nataka tuone bado kukamilika. Ile sehemu ya muda mfupi haiwezi kuwa ya kudumu. Muhimu ni hii kukamilika. Na kwa kuwa tayari nimeshakusanya fedha za mwezi Januari mpaka mwezi wa 3. Haujaisha. Mpaka mwishoni tutakuwa tunafungulia. Miezi mitatu. Na kuna miezi mitatu mingine. Lazima mlete fedha hapa. Nasema hili kwa sababu halmashauri nyingi zimejisahau kutoa fedha za ndani kwa miradi yao na kutegemea fedha serikali kuu pekee. Na leo tena kwa halmashauri miradi ya serikali kuu, karibu yote serikali kuu, afya serikali kuu, elimu serikali kuu, maji serikali kuu, umeme serikali kuu, barabara serikali kuu. Sasa ukianza kuziuliza fedha za ndani za halmashauri, kiwango kinachotumika kidogo sana. Kwa nataka kuona bado hili likamilika. Na kwa maelezo haya niliyotoa ni mkono haya. Hakikisha unasimamia na fedha inakuja hapa na inajenga. Weka tiles, kamilisha huko jikoni, waanze kutumia bwawa hili ili wanafunzi waweze kutumia hapa. Miundombinu imependeza. Sasa wakati tena kwenye matibati huko kupendezi, nataka tu mkabilike hiyo na vijana waendelee. Haya tunasema wazazi mlioko hapa ndio msisitizo wa serikali wa kutumia kodi zenu kwa ajili ya kuimarisha miundombinu ya utoaji huduma kwetu wananchi. Na tunapokuwa halmashauri ndio bwalo, lazima ile fedha walipia kodi ambayo inakusanywa na halmashauri na yenyewe hii hapa badala ya kutegemea fedha kutoka serikali kuu. Mheshimiwa Mbunge amefanya kazi kubwa ya kuomba fedha zije Wanging'ombe zijenge miradi mbalimbali kwenye sekta mbalimbali. Vituo vyote kupiga hapa Mheshimiwa Ndande, baada ya kuwa leo waziri tena alipiga waziri mkuu kuomba tupate fedha ili tujenge vituo vya afya. Tuna vituo 6 cha 7 ndio tujenga na halmashauri. Ongea sana Mheshimiwa Mbunge. Kwa hiyo yeye halmashauri sasa kwa kuwa halmashauri iko chini ya madiwani na hiyo ndio bunge lenu, madiwani wote kama mko hapa diwani mwenyewe hakikisha unasimamia halmashauri inatoa fedha hiyo kabisa bwana. Sio mpango jumla, lakini huu ni maalum kwa ajili ya shule hii. Hapo iko kwenye eneo lenu. Ila kimkoa, hatuwezi kusema tulete kule chini wapi. Baketi wanaleta fedha, wapi shule wanaleta fedha. Hii shule iko kwenu, faida ya kwenu, kwa lazima muone mabadiliko haya. Vijana wote tumieni nafasi hii kusoma sana.
tumieni nafasi ya kuwa hapa Njombe Girls kusoma sana, na ule uwekezaji uliowekwa kwa ajili yenu. Serikali yenu inaongozwa na Mheshimiwa Dkt. Samia inahitaji kuona mtoto wa kike anakamilisha ndoto zake. Na yeye mradi mko hapa, mjue kwamba hapa ni mahali pa kukamilisha ndoto zenu. Tunatarajia tuwaone mnamaliza kidato cha 4, mnaanza cha 5 mpaka cha 6, mnafaulu vizuri na kwenda vyuo vikuu. Na nyinyi ndio viongozi wa kesho. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa aliuliza swali hapa, nataka waziri mkuu na mikono wote. Na inawezekana. Inawezekana. Kwa hiyo tumieni muda wenu kusoma. Tunaweza kuwa na changamoto ya kutokuwa na walimu wa kutosha. Nataka niwahakikishie serikali inaendelea kutoa ajira za elimu, idara ya kuwaja walimu ili kuweza kusheneza walimu. Lakini walimu kutosha si rahisi sana, kwa sababu wenye unapata mwalimu mmoja wa somo lakini bado hawezi kufundisha mada zote. Lazima walete walimu wanaotosha kwenye mada hizo ili waweze kutosheleza mahitaji yetu. Kwa hiyo tutakuwa na hatua kueleza walimu kadiri ya mahitaji ili nyie mpate elimu inayopaswa kupatikana. Nimefurahi niingie kwenye chumba cha tehama. Nimepata maelezo na binti yetu mwanafunzi. Maelezo yanayobainisha na amerahisisha kazi na wazazi wachache walioko hapa. Ujenzi wa shule za wasichana nchini ni msukumo unaopelekea watoto wetu wa kike waweze kufikisha ndoto zao. Lakini mbili, tunatambua changamoto zinazowakabili watoto wetu wote, lakini watoto wa kike wana changamoto zaidi. Kuwaleta pamoja hapa ni kuwapa nafasi ya kushughulika zaidi na masomo kuliko mambo mengine. Tunajua watoto wa kike wanapokuwa nyumbani lazima awe na karibu na mama kumsaidia majukumu, kupika, kutafuta kuni, kuchota maji, kutwanga, lakini na shughuli za usafi nyumbani, jambo ambalo linanyima nafasi ya kusoma. Hapo sijazungumzia masuala ya mtaani huko, lakini nitalia mtu mmoja mmoja. Lakini majukumu haya ambayo yanafanya mtoto akiwa nyumbani kwa kumsaidia baba na mama yanapotezea muda mwingi wa kusoma. Na kwa hiyo serikali ilifanya maamuzi ya kujenga shule. Kwanza tuna shule za wasichana ambazo zinawaleta pamoja, wakawa na malezi ya pamoja, wakajenga katika maadili ya pamoja. Lakini pia yanamwezesha yeye kutumia muda wake mwingi kusomea. Na mkakati huu unaenda sambamba na shule zote zilizojengwa na serikali kujenga mabweni. Na ndio kwa sababu serikali inaleta fedha kwa ajili ya ujenzi wa mabweni. Tunaanza moja baada ya nyingine. Tunaanza wasichana na wavulana, wasichana na wavulana, ili shule nzima wanafunzi wote wavulana wasichana wapate shuleni. Hii ni bahati kubwa wazazi mko hapa. Kuna mbunge ambaye anajua mahitaji yenu. Najua kwenye vikao vya mkoa kwa shule hii kimkoa aliamua alete Ng'ombe. Hii inawaletea fursa kwa Ng'ombe. Na kwa kuwa mbunge wenu yuko ofisi ya rais ambaye pia anashughulika na masuala yote ya huduma za jamii, afya, elimu, maji na kila kitu. Hii fursa waliomletea ni kutambua mchango wake kwenye mkoa, lakini pia kazi nzuri anayofanya ya kumsaidia kazi Mheshimiwa Rais. Toka nimeingia pale naona haya majengo yanapendeza, shule inavutia na vijana wameshafika. Kwa taarifa za awali kuna wasichana wanafunzi wangapi? 460. Jengo linaendelea.
sio hapa kwa wapi. Wilaya ya Wanging'ombe. Shule hii ya mkoa ya wasichana, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alipatia bilioni 4 na milioni 360. Lakini halmashauri iliongeza milioni 400 katika ukamilishaji wa majengo. Shule hii, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni mkombozi mkubwa sana kwa sekta ya elimu, hususan wanafunzi wetu watoto wa kike, kwa sababu kwanza ina mabweni ya kutosha, ina maktaba za kutosha, ina maabara za sayansi zote za kutosha, lakini kama ilivyoona Mheshimiwa Waziri Mkuu, ina chumba kizuri cha tehama chenye vifaa vyote. Jipigieni makofi sana kwa baadhi ya Mheshimiwa Waziri Mkuu. Sisi wana Wanging'ombe tunayo shukrani kubwa kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa mapenzi yake makubwa kwa wananchi wa Wanging'ombe na wananchi wa Usalule. Leo wanafunzi wetu hapa wanasoma masomo ya sayansi, wanasoma masomo ya art, walimu wapo wa kutosha, vifaa vipo vya kutosha, na mazingira yanasapoti wao kusoma vizuri sana. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa namna ambavyo mmetuwezesha kupata shule hii. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kata hii ya Ulembwe ina shule za sekondari mbili. Ilipo shule hii ya wasichana ya mkoa na ilipo shule ya sekondari ya Ulembwe ambayo ni shule ya mchanganyiko. Mheshimiwa Rais alitupa fedha kwa ajili ya kwanza ya kuboresha shule ya sekondari ya Ulembwe. Tulijenga pale bweni, tumejenga maabara, lakini tumeendelea Mheshimiwa Waziri Mkuu kujenga madarasa kwenye shule za msingi. Watoto wetu sasa wanapata fursa nzuri sana ya kusoma shule za msingi kuanzia darasa la awali mpaka la 7 mpaka kidato cha 4, na wengine wanakuja kujiunga na masomo hapa. Kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba tumie fursa hii nikuombe umfikishie salamu nyingi za shukrani za wananchi wa jimbo la Wanging'ombe Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwamba tunampenda na tunashukuru kwa namna ambavyo ameleta miradi ya kishindo Wanging'ombe. Mheshimiwa Waziri Mkuu, pamoja na sekta hii ya elimu katika kata hii, lakini katika tarafa hii ya Imarini kuna kata 7. Shule ya sekondari ya Makoga na yenyewe ina kidato cha kwanza mpaka cha 6. Mheshimiwa Rais alitupa milioni 870, tukajenga mabweni, tukajenga madarasa, akatupa milioni 840. Shule nyingine ya sekondari ya Mount Kipengere watoto wetu wanasoma vizuri, lakini ametupa fedha kwa ajili ya kujenga maabara katika shule hizo zote, lakini pia ametupa fedha kwa ajili ya maktaba za tehama katika shule ya sekondari ya Makoga. Kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika sekta ya elimu, nikiongelea tu tarafa hii ya Imarini, Mheshimiwa Rais ametupa fedha zaidi ya bilioni 15 kwa ajili ya sekta ya elimu. Kwenye eneo la miundombinu tumejenga madarasa zaidi ya 342, tumejenga matundu ya vyoo zaidi ya 526, tumejenga mabweni zaidi ya 38. Jipigeni makofi mengi kwa mafanikio makubwa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi katika sekta ya elimu na katika sekta nyingine zote kwa hakika hatuna deni kwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Sisi tunadaiwa na yeye kwa sababu wamefanya kazi ambayo katika historia ya nchi hii tangu Wanging'ombe inazaliwa hatujawahi kupata miradi ya maendeleo mingi kama tulivyopata kipindi cha Dr. Samia Suluhu Hassan. Dr. Samia oye! Mheshimiwa Waziri Mkuu, nafahamu tuna mkutano Makoga na mengi nitasema pale. Yaani katika kata hii pia kwenye sekta ya afya tumepata milioni 500. Tumejenga kituo cha afya cha kata ya Ulembwe na kimeanza kutoa huduma. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais. Lakini wananchi wa eneo hili, Mheshimiwa Waziri Mkuu, walikuwa na changamoto kubwa sana ya barabara. Na wananchi wa eneo hili ni wakulima wazuri wa mazao ya parachichi, mazao ya viazi, mazao ya miti kwa maana ya mbao. Magari mengi yanayopita hapa ni mazito. Lakini Mheshimiwa Rais ametupa fedha. Mwaka 2020 kurudi nyuma tulikuwa tunapata milioni 900 tu kwenye sekta ya barabara katika wilaya yetu. Lakini kuanzia mwaka 2021 mpaka leo
kila mwaka tunapata wastani wa shilingi bilioni 9 kwa ajili ya barabara, na hivi sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu, barabara zetu ziko vizuri, zilizo nyingi zinapitika. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa namna ambavyo ametuwezesha. Mheshimiwa Waziri Mkuu, baada ya kusema haya, kwa sababu mengi ni lazima pale Makonga, Mheshimiwa Waziri Mkuu, nakushukuru sana kwa upendo wako na kwa kazi nzuri unayoifanya. Siku zote umekuwa mfano kwetu Mheshimiwa Waziri Mkuu. Wewe ni msimamizi mkuu wa shughuli za serikali za kila siku, na sisi ni wasaidizi wako na wasaidizi wa Mheshimiwa Rais. Kwa kweli tunajifunza kwako Mheshimiwa Waziri Mkuu. Unafanya kazi usiku na mchana. Kila siku tunakuona unafanya kazi, tunakupongeza Mheshimiwa Waziri Mkuu na tunakuombea Mwenyezi Mungu akubariki ili uendelee kufanya kazi. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa fursa hii. Nashukuru. Unataka kupeleka vitu wapi? Si apeleke hapa. Sasa wao na wao kitu gani wakati ni mbunge wa Nging'ombe? Wana wa Nging'ombe mmekula dume. Kama ningekuwa unacheza karata unasema umelamba dume. Mimi nasema mmekula. Kwa sababu saa hizi kama ingekuwa kushiba wa Nging'ombe mmeshiba. Kazi yenu kusema yes, nduga yake. Nduga yake. Mitano. Dugage. Dugage. Dr. Samia. Dr. Samia. Nyie mna sababu zote za kumpigia kura tena Dr. Samia Suluhu Hassan. Sababu ya kwanza, Dr. Samia anawapenda sana wana wa Ng'ombe. Dr. Samia anawatambua nyie kwa kazi nzuri mnayofanya ya kumsaidia kazi. Lakini asingeweza kuwachukua wote, amemchukua mtu wenu kumsogeza ofisini kwake afanye kazi. Huyo ni nani? Dr. Samia. Na achaje kumpigia kura Dr. Samia? Na achaje kumpigia kura Dr. Samia? Je, mmeona orodha ya mambo yaliyokuja hapa? Mabilioni yaliyotajwa hapa. Nadhani amekuja tu. Nadhani anakuja tu. Ni kwa sababu Dr. Ndugage anahangaika nchi nzima. Pita anafuatilia miradi iliyo kwenye wizara yake na anafanya kazi ofisi ya Rais TAMISEMI. Yeye ndio anapita kila siku na mimi ndio nazunguka naye kila siku. Sasa hawezi kuzunguka huko ukako kutuputupu. Ndio kwa sababu leo ukizungumza elimu wa Nging'ombe, sekondari, shule za msingi ni zaidi ya idadi ya kawaida. Haya, mmekasirika nini? Mnakasirika nini? Mheshimiwa Mbunge, nimekusikia ukitaja miradi kwenye sekta zote. Mbunge huyu kwa sababu yuko ofisi ya Rais amejua matamanio ya Rais. Matamanio ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ni kwamba Watanzania ni lazima wahudumiwe na yale mahitaji yao yanayogusa kwenye maisha yao ya kila siku. Ambacho akiamka lazima akiguse. Hivyo lazima avipate. Na hivyo si vingine ndio vile alivyovitaja Mheshimiwa Ndugage. Mheshimiwa Mbunge, tulia. Moja, elimu. Lazima ukiamka mtoto aende shule. Uongo? Awe wa shule za msingi au sekondari. Kila siku. La pili, maji. Lazima upike chai au uji. Lazima upike ugali. Lazima uoge. Lazima unywe. Kwa hiyo swala la maji ni nyeti kwa watu wake. Tatu, afya. Tunatembea hivi, kuna siku unaanza kusikia kichwa kinauma, lazima upate tiba. Na kuna kituo cha afya, kuna zahanati, kituo cha afya, hospitali ya wilaya. Kitu gani mnakikosa nyie? Kati ya hivyo kutakuwa na upungufu wa zahanati, kwa sababu zahanati tuliwaambia vijiji mjenge wenyewe, muanzilishe majengo, alafu halmashauri hii ikamilishe. Lakini Mheshimiwa Dr. Ndugage alileta vijiji vingi
tukaleta milioni 500 kwa ajili yake ili kusheneza kwenye zanati mnazoanza kuzijenga wananchi, na tutawaambia hapa. 4, siku hizi tunataka, tuko kwenye vita ya mazingira, na serikali ilianza mradi wa kuleta umeme kila kijiji, na nyie mnahitaji kuwasha umeme usiku, mnahitaji kuchaji simu, mnahitaji kusikiza redio ya umeme, mnahitaji kuangalia television. Umeme ni miongoni mwa